Bible story hii inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Ibrahim alikuwa mtumishi mwaminifu wa Mungu, maarufu kwa imani yake na utii wake. Mungu alimchagua Ibrahim kuongoza familia ya kiroho na alimbariki kwa ahadi za vizazi vingi. Siku moja, Mungu alijaribu imani ya Ibrahim kwa amri ya ajabu na isiyo ya kawaida. Chukua mwanao pekee Isaka, ambaye unampenda sana, na unitolee dhabihu katika mlima nitakao kuonyesha. Ibrahim aliposikia hayo, moyo wake ulijaa mchanganyiko wa huzuni, shaka na utii. Isaka, mtoto wake wa upendo, alikuwa kigezo cha ahadi ya Mungu, na sasa Mungu anamuomba amtolee. Bila kuchelewa, Ibrahim aliiandaa familia yake. Asubuhi, akiwa na Isaka na mapanda ya moto, alisafiri kuelekea mlima uliotengwa na Mungu. Siku nzima walitembea, na Isaka akamuuliza baba yake, "Baba, hapa kuna kuni na moto, lakini wapi ni mwanakondoo wa dhabihu?" Ibrahim, akiwa na imani na huzuni, akamjibu, "Mwanangu, Mungu atatupatia mwanakondoo wa dhabihu." Walipofika mlimani, Ibrahim akajenga madhabahu kwa makini. Kisha akapanga kuni na kumshika Isaka mkononi. Nyota ikachunguza uso wake, moyo wake ulizidi kubana, lakini imani yake kwa Mungu ilikuwa imara. Akiinua mkono kumtoa Isaka, sauti ya Mungu ikapita angani, "Ibrahim, usimtoe mtoto wako wala kumfanya jambo lolote. Sasa najua kwamba una imani tele na kwamba unatii hata kwa jambo kubwa zaidi." Ibrahimu alitazama karibu na akamwona mwanakondoo, basi akamtoa sadaka huyo mwanakondoo badala ya Isaka. Alionekana ni dhabihu mbadala. Furaha na shukrani ziliijaza familia yote. Ibrahimu, Isaka kwa pamoja wakasali, wakishukuru utii, huruma na mpango wa Mungu. Funzo: hadithi hii inatufundisha mambo makuu. Utii kamili kwa Mungu. Wakati mwingine tunapoamriwa kufanya mambo magumu, imani yetu huonyeshwa. Moyo wa kuamini imani ya kweli haiwezi kuhesabiwa na hatari wala huzuni. Mungu hutoa mbadala na wokovu hata pale tunapokabiliwa na changamoto kubwa. Mungu huwa na mpango wa kutulinda. Upendo na familia, imani na maamuzi mema huathiri si tu maisha yetu, bali pia yale ya wapendwa wetu. Asante kwa kutazama Siri za Ufalme TV. Tafadhali subscribe na share. Mungu akubariki.